Maisha ya hapa duniani ni mafupi. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Dunia inapita. Kwa hivyo tunapotumia muda mwingi kuwekeza katika dunia tunayoiwekeza yenyewe inapita ni ya muda kitambo tu pamoja na tamaa zake. Lakini tunapowekeza kwa Mungu, hali ya kuwekeza kwa Mungu kuna hali ya kuendelea kudumu hata milele. Kwa hiyo Mungu aendelee kutusaidia sana. Wapo watu ambao wanatembea katika baraka ambazo wazazi wao waliwekeza, mababu zao waliwekeza. Unaweza ukashangaa, kuna mtu anaweza akawa anafanikiwa tu, anabarikiwa tu. Ukija kuangalia, sio kwamba kwa sababu ya akili yake, lakini ukija kufuatilia kule nyuma, yamkini mzazi wake, yamkini baba yake, mama yake, babu yake aliwahi kuwekeza kwa Bwana. Kwa hiyo ukawa ni mfereji wa baraka kwa ajili ya kizazi kijacho. Na ndivyo hilivyo, kadiri unachokifanya, chochote unachokifanya, unawekeza kwa ajili ya kizazi chako. Sasa lakini wapo pia ambao yamkini wanatembea katika laana kwa sababu wazazi, mababu waliwekeza katika mambo ambayo si mazuri. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuendelee kuwekeza kwa Bwana, tuendelee kuwekeza kwa Yesu. Maisha yetu hapa duniani ni mafupi sana. Kisoma Injili ya Luka mtakatifu kwenye somo la 2, tulisoma kuanzia ule mstari wa 15 hadi wa 21. Ukisoma mstari ule wa 20, baada ya Yesu kueleza habari ya ule mfano ama ile mithali ya yule mtu ambaye alikuwa ni tajiri, ambaye alikuwa anawekeza kwa ajili ya nafsi yake, kwa ajili ya faida yake, kwa ajili ya maisha ya hapa duniani, na hata akapata kiburi kana kwamba aliyo nayo ataishi nayo. Lakini Yesu akasema, Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Ndugu zangu wapendwa, tunapojitajirisha zaidi kwa Mungu katika ulimwengu huu, vitu vya ulimwengu huu tutaviacha, mali tutaziacha. Ni afadhali pia tuweze kukumbuka habari ya kuwekeza kwa Bwana, tuwekeze kwa Mungu, mahali ambapo hazina ya huko mbinguni haiharibiki, wala hakuna kutu wala nondo. Kule tunapowekeza ni mahali ambapo ni salama. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya kwamba kwa nini tuwekeze kwa Bwana, kwa sababu maisha yetu hapa duniani ni mafupi. Kwa nini tuwekeze kwa Bwana? Sababu ya pili, tunapowekeza kwa Bwana ndipo palipo na chimbuko la mafanikio yote ya kimwili na kiroho. Yaani tunapowekeza kwa Bwana, mahali ambapo pana chemichemi ya mafanikio ya kimwili na kiroho. Daudi katika ule mstari wa 18 katika Mambo ya Kwanza ya Nyakati sura ya 22, ule mstari kianza kusoma mstari wa 17, baada ya kuwakusanya wale wazee wa Israeli, viongozi wa Israeli, akawakumbusha, akawaambia tena, Daudi akawaamuru wakuu wote wa Israeli kwamba wamsaidie Sulemani mwanawe, akisema, je, si Bwana Mungu wenu aliye pamoja nanyi na kuwastarehesha pande zote, kwa kuwa wenyeji wa nchi amewatia mkononi mwangu, nayo nchi imetiishwa mbele za Bwana na mbele ya watu wake.
anawaeleza watambue maswali ambayo anawauliza. Je, si Bwana aliyekuwa pamoja nanyi na kuwastarehesha pande zote? Bwana alikuwa pamoja nanyi. Unapokuwa na Bwana anapokuwa pamoja na wewe, maana yake ni kwamba unazipata baraka zote, unayapata mafanikio yote, una uhakika wa ulinzi, kwa sababu Bwana yuko pamoja nawe. Daudi akawakumbusha watu wa Israeli jinsi walivyofanikiwa. Kisoma Mathayo sura ya 6, Injili ya Mathayo sura ya 6, mafundisho ya Yesu akiwa pale mlimani. Kisoma kuanzia mstari ule wa 19 hadi mstari ule wa 21. Anasema Yesu anawaambia wanafunzi wake, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi kuvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, kisipoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Anawaeleza kwa habari ya kuwekeza. Kwa hiyo tunapowekeza kwa Bwana, mahali hapo kuna chimbuko la mafanikio ya kimwili na mafanikio ya kiroho. Mafanikio ya kimwili ndio haya maendeleo ambayo tunayahitaji. Tunahitaji kufanikiwa katika elimu, kufanikiwa katika maisha, kufanikiwa katika kila nyanja. Lakini Wakristo tunahitaji kufanikiwa sehemu zote, maisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Kwa hiyo Yesu aliwafundisha, kumbe hazina yako ndipo pia moyo wako utakuwa. Hazina ni nini? Tunayo hazina kuu kwenye serikali. Tunayo hazina. Hazina ni mahali ambapo ni pa thamani, ni mahali ambapo ni pazuri kuliko hifadhiwa vitu vya thamani. Mahali ambapo panahifadhiwa vitu vya thamani, vitu vyako vya thamani. Je, unayo hazina mahali ambapo unapohifadhi vitu vyako vya thamani? Na ndio maana katika uongozi huwa pia tunamtunza hazina. Hazina maana yake ni kwamba anakuwa na fedha, anakuwa na vitu mbalimbali. Kwa hiyo hazina ni kitu cha muhimu sana, na hazina yetu ni kuwekeza kwa Bwana. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuendelea kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Furaha ya wateule wa Mungu ni kwamba uwekezaji wao unapaswa kuwa mbinguni na sio duniani tu, kwa sababu duniani, mahali hapa ni mahali ambapo tunapita tu hapa duniani. Kwa hiyo uwekezaji ambao ni wa thamani katika maisha ya Mkristo ni ule uwekezaji wa kuwekeza katika ufalme wa Mungu. Ni swali ambalo tunaweza tukajiuliza ya kwamba, je, unawekeza wapi? Unawekeza wapi maisha yako? Wewe Mkristo, unawekeza namna gani katika maisha, katika vitu ambavyo Bwana amekubariki navyo? Mtu aliyefanikiwa sana kiroho ni yule anayeweka hazina yake kwa Mungu. Vitu vya hapa duniani, tunapojikita muda mrefu kuwekeza vitu vya duniani na tunasahau vya rohoni, hivi vitu tunaviacha tu. Kufumba na kufumbua, hivi vitu tunaviacha. Mtu unapowekeza hapa duniani, ni kweli unaweza ukapata zaidi hayo maendeleo ya kimwili, lakini kumbuka, kufanikiwa kiroho kunahitaji pia madhabahu ambayo ni sahihi na sadaka ambayo ni sahihi.
Upo uwezekano wa watu kuwekeza katika madhabahu ambayo si sahihi, au kutoa sadaka katika hekalu ambalo halina uwepo wa Mungu, au madhabahu ambayo haina Mungu aliye hai, inaye Mungu ambaye siye hai. Ni lazima tuendelee kuwekeza kwa Bwana mahali ambapo tuna uhakika. Hakikisha unatoa sadaka katika madhabahu ambayo Yesu Kristo ndiye Mwokozi. Usitoe tu hekaluni, bali hakikisha ni hekalu ambalo lina madhabahu ya Jehova Mungu ambaye ni Mungu aliye hai, Mungu wa pekee, na hapo ndipo utakapoona mafanikio katika maisha yako.